Ni mara nyingine tena nipenda niwakaribishe kwa kuyasikiliza haya mahubiri ambayo tumeanza, mahubiri ya mjadala dhidi ya Wakristo na Waislamu. Na kusili kwamba uweze kufuatilia, endelea na kufuatilia, maana kuna kitu ambacho kinaweza kubadili maisha yako. Na mchana wa leo ni mchana wa kipekee sana, kwa maana tunakuwa na Waislamu hapa ambao wamepangilia mada, na mada hii tulianza katika wiki zile ambazo zimepita. Lakini leo tunakwenda kuyawekea mwisho, na ndio maana kabla ya kuingilia hicho kitu, maadamu sisi ni Wakristo, acha nianze na ombi. Mwenyezi Mungu, wewe unayeweza mambo yote, na kusili kwamba uweze kutuongoza katika hii kazi yako. Mioyo ile ambayo imekuwa migumu kulisikiliza neno lako, huu ndio muda wa kuifungua na uweze kuelewa ukweli wako. Na kuomba uweze kujibu sawa sawa na mapenzi yako. Ndio maombi ambayo tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haya, nashukuru sana kwa nafasi ambayo mheshimiwa mwenyekiti wa kunitolea ili niweze kuingilia swali ambalo linahusu mada ambayo tunaoizungumzia. Na mada yenyewe tunazungumzia mada inayosema dini ya haki. Dini ya haki ndio mada ambayo tunaoizungumzia. Mwalimu wakati alipokuwa akizungumza, katika maneno yake aliweka mambo matatu mawili ambayo ningetaka kwanza, kabla sijauliza swali langu, niweze kuyaweka sawa. Akasema eti Yesu hakuimba. Sasa hii ilikuwa ni tatizo ya kusoma vitabu. Kama hujasoma, Biblia ni yetu bwana. Wewe njoo ili tukufunze. Kwanza hii naiweka sawa kuonyesha kwamba Bwana Yesu alikuwa mwimbaji mzuri. Na hii utashangaa. Nipe kile kitabu cha Mathayo 26:30, inasemaje msomaji wangu? Mathayo 26 aya yake ni ya 30, haraka. Kitabu cha Mathayo. Ni hapo bwana. Mathayo 26 aya yake ni ya 30, haraka. 30 yake inakuja ikisema hivi. Naam. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje, wakafanyaje? Kwenda mlimani wa Mizeituni. Inatosha. Huu ni Bwana Yesu. Ukianza hapo jua kwa sina muda. Yesu pamoja na wanafunzi wake walipomaliza kuimba. Sasa nyinyi kama hamuimbe hekaluni, hamuimbe katika misikiti, ina maana waimbaji mlikula pesa za kwaya. Na hii ni tatizo. Sasa muwe mkiimba katika ibada. Na ndio maana tukaonyesha kwamba ibada ya Uislamu haiwezi kuwa ibada ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Mwalimu akaongezea maneno mawili, akasema eti akasema ya kwamba kusilimu, yani kupiga, kusujudu tu, yani ukisujudu tayari umekuwa Muislamu. Hii ni elimu ndogo, elimu ambayo haina msingi. Hivi ukisema tu mtu akusilimu peke yake na kufanya kuwa Muislamu, huu ni uongo. Na kwa nini nasema ni uongo msomaji? Nipe 46, kitabu cha Qur'ani 46:26, inasemaje hiyo? Kitabu cha Qur'ani. Qur'ani ina maana 26:46, soma hiyo. Haya. 26:46, haraka ili niweze kujenga swali langu. Na baki na dakika moja. 26 inasemaje baba? 46 yake inakuja ikisema hivi. Naam, inasemaje? Inasema hapo wachawi walipofanya nini? Hapo wachawi ndio walipopinduka na kufanya nini? Wakasujudu. Walipoona haki imedhihiri. Inaitosha. Yani kusujudu peke yake haikufanya kuwa Muislamu. Hata wachawi nao walikuwa wakisujudu. Yani hawa nao tawafanya wewe Waislamu. Nisema hii ni elimu ya kitoto, huwezi kuileta kwenye mambo kama na haya. Hiyo elimu tumepita kale, sasa usirudi hapo. Mimi najenga swali langu katika kitabu cha Qur'ani 2 aya yake ya 106, inasemaje? 2:106. 2:106. Hapo najenga swali langu. 106 yake inakuja. Inasemaje? Inakuja ikisema hivi. 2:106, haraka twende kwenye maelezo ya aya ili nijenge swali langu. Inasema. Naam. Baadhi ya mifano ya hukumu zilizonasikiwa kwa hukumu nyingine ni ulevi. Ndio. Ulevi ulikuwa halali kabla ya kuja Uislamu. Sikiliza, ulevi ulikuwa halali kabla ya kuja dini hii ya Uislamu. Inatosha. Yani Uislamu ulikuwa ni halali. Maliza aya. Kisha ukaharamishwa nyakati za sala. Inatosha. Yani wakati Uislamu ulipokuja, Uislamu ulikuja ukakataza swala la kunywa pombe, yani swala la ulevi. Mwalimu wa Kiislamu alisema ya kwamba Uislamu ulianza mbinguni, malaika walikuwa Waislamu. Swali, ina maana kabla malaika hawajaumbwa,
Kwa kuwa ulevi ulikuweko huko zamani, yaani Mungu ndiye aliyekuwa mlevi? Hii ndio swali ambalo nakusubiri ili ujibu, hatimaye tuweze kukuweka sawa. Nashukuru. Asante mwalimu. Kila siku nawaambia watazamaji ya kwamba uwe unafuatilia yale maneno ambayo yanasemwa na viongozi ama walimu, maana kila mmoja anakuja kuzungumzia hapa elimu yake. Sasa mwalimu ameweka sawa na ameonesha kile ambacho kinatakiwa kujibiwa na ndugu zetu Waislamu. Sijui kama hili swali wamelielewa na wamelizingatia kwamba uweze kulijibu kisawasawa. Haya, namkabidhi mwenyekiti huu wa Kiislamu aweze kumpokeza maiki mwalimu wake huyu aweze kujibu lile swali. Je, ulevi, kwa kuwa Qur'ani inasema kwamba kabla haujaja Uislamu ulevi ulikuwa ni sahihi, na wanasema kwamba Uislamu ulianzia mbinguni. Sasa tunajiuliza swali sisi kama binadamu, kama sasa ulevi ulikuwa sahihi na malaika ndio wameanza Uislamu, yani ni Mwenyezi Mungu ndiye alikuwa mlevi ama la? Hilo swali limeeleweka nadhani. Haya, mwenyekiti nakupa maiki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kustaka ziada na rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, tunashukuru kuona tena tunakutanika katika kiwanja yetu kujadili kuendelesha mada yetu. Je, ipi dini ya Mwenyezi Mungu kati ya Ukristo na Uislamu? Na nikizani wasikilizaji mna masikio na kila mtu anasikia. Mulishasikia tangu mada ilienda na mpaka pako tunafikia, mulishasikia kweli na haki iliyomo katika vitabu. Tulishajua kitabu gani kimesema dini ya Uislamu dini ya haki, ama kitabu gani kimesema dini ya Ukristo ni dini ya Mwenyezi Mungu. Kama mulishasikia hiyo maandiko, basi nyinyi wenyewe mtachambua. Hivi kama vile mwenyekiti alivyoanza, na mimi namkaribisha msomaji wangu wa Kiislamu kwa kutufungulia na kisomo ya Qur'ani ili mwalimu wangu ajibie kunako swali ya ndugu yetu Pastor Elia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Beza sauti bwana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, yameeleweka. Basi bila kula muda nakumbushia mada na namkabidhi mwenyekiti mwalimu wa Kiislamu kwa kujibia swali ya ndugu yetu Pastor. Mada yetu, je, kati ya Ukristo na Uislamu ipi dini ya Mwenyezi Mungu? Hivi mwalimu wangu amewaacha swali yake nzuri na kupatia dakika 6 kwa kujibia swali yake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi alkiram, amma ba'd. Naam, ndugu zangu Waislamu na wale ambao bado hawajapata neema ya kuwa Waislamu, tunarudia kwenye uwanja huu wa maandiko. Kwa kweli kabla sijajibu sijapana majawabu ya ulizo hii, inaulizwa kwa sababu tutajibu kwa sababu inaulizwa. Lakini ndugu yangu alisema akatoa 26:30 Mathayo. Hebu kuimba. Rudisha kwanza, urudie hilo aya. Biblia inatuambia Yesu aliimba nini? 26:30. Njoo yuko pale. Aliimba nini? Inasema na wakati walipokusha kuimba Zaburi. Tulia tu. Zaburi ni kitabu. Kitabu akiimbwake kinasomwaka. Ni kwa sababu ya magonjwa ya lugha ya Kongo. Kwa sababu ni Swahili ya Kongo, kasoma pale utasikia ni Swahili ya Kongo. Ni magonjwa ya lugha ya Kongo kuwa waliimba. Kumbi Biblia inatuambia kuwa waliimba Zaburi. Zaburi ni kitabu. Zaburi sio nyimbo. Zaburi ni kitabu. Na kitabu kinasomwaka kiimbwake. Alafu ndio kwenye imani yake inajengewa pale kwa kuimba. Hakuna nafasi yoyote Yesu alikuwa tunarudi. Kama Yesu aliimba, jina ya korali ya Yesu inaitwaje? Kwa sababu kila kanisa ina korali. Mwe tuambie jina ya korali ya Yesu yenye alikuwa anaimba. Na shefu wa korali alikuwa nani? Na gitariste nani? So unaona hiyo maneno? Yeye bwana tuambia ni aliimba Zaburi, inasomwa aimbwe. Alafu akatosha 26
46 Qur'ani, rudilia hiyo, akasema kusujudu, yani analeta historia ya wafumu wa wakati wa Firauni na Musa. Soma hiyo aya. Inasema baada al-isti'adha wal basmala. Naam. Kisha Musa akatupa fimbo yake. Musa akatupa fimbo yake. Nayo mara ikavimeza vyote walivyovirusha wale wachawi. Sawa kabisa. Hapo hapo wachawi wakasujudu. Wakasemaje? Walipoona haki imedhihiri mbele yao. Wakasemaje? Wakasema tumemwamini Mola. Rudia tena. Tumemwamini Mola wa walimwengu wote. Mola wa Musa na nani? Na Harun. Kumbe hao wachawi hawakuwa tena wachawi, walisujudu wakafanyaje? Wakawa Waislamu. Basi yani waliamini ndio wakasujudu. Hapa hakuna matatizo. Kabla ya wao kusilimu na kusujudu walikuwa wachawi, walikuwa makafiri. Lakini walipoona haki na yao wanatupa fimbo inaonekana nyoka. Musa anatupa fimbo inaonekana nyoka, kameza vyao, wakasema huyu ndio mweko natumika na Mungu. Tunaacha vyetu tunafuata huyu. Hakuna matatizo. Tatizo lilileta kale kaneno kamoja ukawazia Qur'ani ni mawazo. Qur'ani haiko mawazo zako. Tunamaliza alafu akauliza swali. Msomi hawezi uliza swali za hivi. Mwenye kusoma hawezi uliza swali. Sasa tunaijibu kama vile alivyouliza. Anasema hivi, kabla ya kuja Uislamu ndio anasoma yeye. Usirudie hiyo aya. Ya kuwa Abdul Salam na tafsiri kuwa ulevi ulikuwa halali kabla ya kuja nini? Uislamu. Na tunaanza kwa tubafundishe Uislamu gani? Kwa sababu inakuja katika lugha ya Kiarabu. Al-Islamu iko maarifa. Inabidi ni Uislamu gani? Sura ya 5 aya ya 3 Qur'ani. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Soma haraka. Sura ya 5 aya ya 3. Sura ya 5 aya ya 3. Ndio ule Uislamu unaokusudiwa pale. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aya ya 3 inasema. Inasema hapa. Naam. Leo makafiri wamekata tamaa na dini ya Uislamu. Sawa kabisa. Basi msiwaogope. Ndio. Bali mniogopeni mimi Mwenyezi Mungu. Leo mimi Mwenyezi Mungu nimekukamilishieni dini yenu na kukutimilizieni neema zangu kwangu. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe nini? Uwe dini yenu. Basi maki hapa Uislamu ambao Elia alizungumza, ambao Abdul Salam tafsiri, ni Uislamu wa kukamilika. Ulikuwa huyakamilika tangia kule mwanzo, unakuja kukamilika kwa Muhammad 43 na 2:13. Ni Uislamu wa kukamilika. Kabla ya Uislamu wa kukamilika kwa Muhammad ndo watu walikuwa wanajikunywa pombe wakawaacha tu. 42:13 sura Shura. 42:13. Fanya haraka. Inasema Mwenyezi Mungu akupeni sheria ya dini ile ile. Sikiliza, Mwenyezi Mungu anakupeni sheria ya dini ile ile aliyomuhusia Nuhu. Unasikia, tangia Nuhu zamani Noa Mungu alimpatia dini tuliokufunulia wewe Nabii Muhammad. Hii dini ya Muhammad ni ya Nuhu ya Noa. Na tuliowahusia Ibrahim. Ile ya Noa na Muhammad ndio ya Ibrahimu na Musa na Isa ya kwamba simamisheni dini wala msifanyaje, msifarikiane kwayo. Takbir. Kumbi kuanzia zamani Nuhu, Ibrahimu, Musa, Yesu, Muhammad walikuwa na dini hapo hii. Sasa kumbi dini kaa kukamilika kwa Muhammad. Ndio maana Abdul Salam akasema huku pombe zilikuwa kama halali, alafu sasa ilakuwa kuharamishwa wakati wa Muhammad, kwa sababu ndio dini inakamilika. Na hii maneno Biblia inakubali. 25:27 Yeremia. 25:27 kitabu cha Yeremia inasemaje? Na wote waambia hivi ya Nabii Yeremia. Naam. Bwana wa majeshi asema hivi. Mungu wa majeshi anatoa amri. Mungu wa Israeli asema hivi. Nyweni, kunywa wewe na kulewa, mulewe na kutapika. Mutapike na pombe zenu na ulevi zenu. Msiinuke tena. Takbir. Yani unaona hapa Muhammad alikuwa yakuwa. Sasa hii Mungu wenu anasema mkunywe, ndio maana manganda zina yala. Leo Kristo mkunywe, mulewe na mutapiki. Yani israfu hili. Lakini wakati Muhammad anakamilishwa na dini ikawa haramu ulevi. Alafu akauliza, je, Mungu ndio alikuwa mulevi mbele? Jibu ni Mungu hakuwa mulevi na Mungu hakulake wala hakunywake. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nikizani swali yake imeshibiwa kisawasawa, isipokuwa kama kutakuwa upingamizi kama vile ndugu zetu upande wa kushoto wanakuwa tuna vipingamizi, basi Mungu ndio atajua yale ambao watapingamia ndani yake, lakini sisi tunajua na wasikilizaji mmejionea juu imepatikana kabisa na imeeleweka. Mwalimu ameshabainisha kuwa na Mwenyezi Mungu hakulake na hakunywake. Manake ni kuwa wanadamu hapa tu chini. Basi hivi namkabidhi mwenyekiti mwenza amkaribishe mwalimu kwa dakika 7 ili aseme kuwa amejibiwa ama hajibiwa, na nikizani akisema hajibiwa atakuwa amekosea sana kwa sababu kajibiwa kisawasawa. Karibu mwenyekiti mwenza.
Asante sana, na mimi nipende tu nikushukuru sana mwenyekiti mwenza. Hapa ni mambo ambayo inatakiwa uache mambo ya ushabiki jamani. Unaelewa kwamba Uislamu wakati unaanza na malaika haujakamilika. Inakueje sasa unakuja kukamilika kwa binadamu? Mambo ya kuchekesha. Namkaribisha mwalimu kwa dakika 7 au waweke sawa sawa, waelewe ni nini ambacho inatakikana wakiamini kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hapana maneno ya ushabiki. Achana na kushabikia Muhammad. Haya, namkabidhi mwalimu. Asante sana. Kila mara nasema kwamba hii makanzo ni distraction, acheni nayo. Kwa kuwa kwa kweli ukimfuata huyu mwalimu wa Kiislamu utashangaa. Kwa nini anajidai eti yeye amejifunza Kiarabu, amejifunza dini ya Kiislamu, lakini maskini wa Mungu anakuja na kutoa kitabu cha Qur'ani 42 yake ni ya 13. Andiko hapa haijasema katika mantiki ya Kiarabu, yeye mwenyewe atasoma kwa kuwa amejifunza Kiarabu. Jamani, katika Kiarabu hapo wamezungumzia dini, wamezungumzia Uislamu pale. Sasa huu ni uongo ambao unaanza kuuleta hata kwenye mtandao na watu wote ulimwenguni wanautizama. Acha niwaambie, acheni uongo. Na ndio maana hii ndio tabia zenu, hata vitabu vyenu vimesema kama mnasemaka uongo. Sasa hii haitushangazi. Yaani uongo ule achaneni nao. Kwa kweli huwezi kuja kutetea jambo kama na hili. Haiwezekani. Kitabu kinazungumzia umma. Qurani katika mantiki ya Kiarabu inazungumzia umma. Haizungumzia Uislamu, hapana. Sasa wewe baada ya kuzungumzia kila mmoja kinachozungumza, unakubali kuzungumza uongo ili uweze kuwafurahisha Waislamu. Acheni uongo, uongo ule utawapoteza. Ndio maana muache ile tabia ya kudanganya. Jambo la pili basi, wewe ndio uliyezungumza na kusema eti malaika huko mbinguni ni Waislamu. Sasa walikuwa Waislamu ambao hawakamiliki. Nasema ukiwa muongo usiwe mtu wa kusahau. Hii ni tabia mbaya, mtapotea na uongo wenu. Acheni hizo makanzo. Acha niwaambieni, Muislamu wa kwanza si malaika, kwa kuwa malaika kwanza hawana jinsia. Muislamu wa kwanza ni nani? Msomaji nipe maisha ya Mtume Muhammad. Kwenye ukurasa wake ni wa 18. Sikiliza na kufundisha. Inasemaje hiyo? 18 yake inasema hivi. Inasemaje? Basi Muislamu wa mwanzo ni nani? Kabisa ni mwanamke. Aya, malaika ni wanawake. Ili wawe Waislamu. Ndio maana jamanini tuwe tukizungumza ukweli. Ukiuzungumza ukweli watu watakufuata. Usifikiri kwamba katika kuzungumza uongo ndipo utapata watu, hapana. Lakini zungumza ukweli. Na huyu mwanamke wa kwanza kuwa Muislamu ni nani? Bibi Khadija. Sawa, Bibi Khadija wewe unamfaa malaika kwa akili yako. Sasa jamaneni tuwe watu wastaivu. Tuzungumze kile ambacho kinaandikwa. Yaani Muislamu wa kwanza ni mwanamke, bibi yake la Muhammad ndiye aliyekuwa Muislamu wa kwanza. Usiwafanye wengine wote kuwa Waislamu. Haya, tukamate Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa mwanamke. Ama unamfanya mwanamke. Usimsilimishe, muache awe Mkristo. Ibrahimu alikuwa na imani ya Kikristo, msomaji. Manabii wote walikuwa na roho ya Kristo. 1:10 kitabu cha Petro wa kwanza, soma hiyo. 1:10. 1:10 Petro wa kwanza inasemaje hiyo? Petro wa kwanza. Hii ni Biblia, na Biblia ni yetu bwana. Inasemaje hiyo? 1:10 yake inakuja ikisema hivi mwalimu. Inasemaje? 10:10. Inasema hivi. Naam. Katika habari ya wokovu, huo manabii walitafuta wale manabii, yani kama Ibrahimu ni nabii, yani manabii wote walitafuta na wakachunguza twende, ambao walitabiri habari ya neema itakayowafikia nyinyi kabisa. Wakatafuta ni wakati upi, ndio wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ambaye ndio alitangulia kuwashuhudia mateso yatakayompata Kristo. Inatosha, waache manabii wawe wa Kristo. Hawa walikuwa na roho wa Kristo, hawakuwa na roho ya Muhammad. Hii roho ya Muhammad ni madistraction ya zile makanzu. Achaneni nazo, muje kwa Yesu. Na hizi makanzu zitawapoteza Waislamu wote motoni, tunakutolea wote wanaenda. Kitabu cha Qurani 19:71, soma hiyo baba. Inakuja ikisema hivi. Inasemaje? Inakuja maelezo. Falsafa inasemaje hiyo? Inasema hivi. Naam.
Na hivi ndivyo alivyosema, na hivi ndivyo alivyosema Allah katika Qur'ani. Allah ndiye anazungumza maneno haya katika Qur'ani. Sikiliza maneno ya Allah wenu. Anasemaje? Anasemaje? Huyo Mungu wao anasema. Anasemaje? Wala hakuna yeyote katika ninyi. Hakuna yeyote katika ninyi Waislamu. Ila ni nini? Ni mwenye kufikia nini? Moto. Ya nini? Yaani enyi watu wabaya na wazuri. Hapana yeyote katika ninyi ndio asiyepita kwenye moto wa jehanamu. Sawa, wewe Yunus jitoshe hapo. Hapo ni motoni. Wote motoni. Yaani acheni hiyo makanzu. Niwaambie kwamba Waislamu wote wanaingia motoni. Kabisa. Na kama kule mpendo msikilizaji unanifuata kwa muda huu, tambua ya kwamba Waislamu wote motoni wanaingia. Na hapo hakuna ukwepa. Yaani msije mkawadanganya watu, motoni mnaingia. Wao wazuri au wabaya motoni wanaingia motoni. Asante. Isitoshe wakati mnapoingia motoni kule hakuna kwenda kukula chipsi. Hapana, ni kuunguzwa. Msomaji, nipe ile kitabu cha Qur'ani 74:26. Sikiliza wale wanaoingia motoni. 74:26. 74:26 yake inakuja kwa kasi ikisema hivi. Inasemaje? 74:26. Haya, inasemaje? Inakuja hapo ikisema hivi. Naam. Karibuni hivi. Karibuni hivi. Naam. Nitamtia katika moto. Unaowaka kweli kweli. Endelea baba. Inasema na ni nini kitakachojulishwa moto huo? Nini kitakacho kuzulisha moto ile moto ya jehanamu ambao mnaenda na ile makanzu? Inakuja ikisema. Inasemaje? Haubakishi wala hausazi. Ile moto haitawahurumia, itamaliza. Unababua ngozi. Inababua ngozi mara moja. Inatosha. Yaani kule mnakunguzwa. Yaani hao. Ndio maana nikawaambia acheni hizo makanzu, ni madistraction kuja kuwasumbua watu. Motoni mnaingia. Wakati mwalimu wa Kiislamu alipokuwa akizungumza, unajua Uislamu hatari. Akaja na kuzungumza eti Waislamu dini ya Kiislamu ndio ya kweli. Hapana, acheni uongo. Huo ni uongo ambao uko dhahiri na unaonyesha wazi ya kwamba hao mabwana motoni wanaingia. Kwa hivi wewe njoo kwa Kristo. Kwa Kristo ndio ambao kunaokuwa wokovu wako. La sivyo mtapotea. Acheni kuwadanganya watu wa Mungu. Akaja akazungumza eti Yesu alisoma jo Zaburi. Sasa andiko ilisema alisoma ama aliimba. Sasa hata Kiswahili inakuwa kigumu. So rudia andiko ile 26:30, kitabu ni cha Mathayo. Soma ile. Sasa usije ukawadanganya watu. Hii ni Biblia yetu. Na wakati unaposema Zaburi ni wimbo. Sasa unakubali kitabu cha Zaburi yani wimbo, unakataa kuimba. Kama mmekula pesa za makwaya, walipe bwana. Walipe. Soma hiyo. Hii inakuja ikisema 30 haraka msomaji wangu. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje. Inatosha. Yesu aliimba, hakusoma. Sasa wewe lazima kile ukijue. Acha nimrudishie mheshimiwa nafasi. Anataka kuimba, anapenda kusoma. Asante. Asante sana. Nashukuru sana. Unajua mambo haya yanapokuwa yanazungumziwa, mimi kama Mkristo najihisi tu kuwa Mkristo. Unajisikia raha. Wewe Muislamu, najua kwamba umejenga misikiti kibao, lakini yote wanasema kwamba ni kihombo. Hii ni Qur'ani. Uwe mzuri, mbaya motoni kabisa. Sasa ni kwako kuchagua. Ninakwenda motoni ama ninataka wokovu. Wokovu wako ni leo. Mfuate Yesu. Haya, namkabidhi huyu mshikakiti aweze kumkabidhi mwalimu wake. Tuangalie ni nini. Je, atawapata maneno? Ima maneno yamekwisha. Huu ndio muda sasa namkabidhi huyu mshikakiti. Aya, mkabidhi maiki mwalimu wako. Aya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona mwenyekiti leo ameshakuwa kumaliza maneno katika kinywa za wa ndugu zangu Waislamu. Mwenyezi Mungu akusamehe sana kabisa. Mambo zetu kuzimaliza. Anasema kuwa maneno yamekwisha, lakini maneno ingali mingi na haitaisha mpaka kiyama. Muislamu wote si tukifariki, mwenye atabakia ataendelesha kazi na atakashifu Ukristo kuwa Ukristo ni dini ya shetani. Na ushahidi uko wengi katika vitabu vyenu, tutasoma hayo mtaamini. Na kama mnakatala motoni mtaenda. Hivi namkaribisha mwalimu wangu kwa dakika 3 ajenge swali yake. Mada yetu nakumbushia tena kidogo ili wasikilizaji wetu wapate kusikia mada. Je, kati ya dini ya Ukristo na dini ya Uislamu, ipi dini ya Mwenyezi Mungu?
ipi dini ya Mwenyezi Mungu? Mwalimu wangu, dakika 3 kwa kujenga swali. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza huyu bwana ananisemea uongo. Mimi sikuzungumza kama Zaburi sio nyimbo au Zaburi ni nyimbo. Mimi nasema hivi, Biblia ndio inatumewa, Yesu aliimba Zaburi. Nikasema hivi, Zaburi si nyimbo, ni kitabu. Na hakuna nafasi Biblia wanasema kuwa kuna nyimbo inaitwa Zaburi, kitabu cha Zaburi. Na ukisoma Qur'ani 17:55 Mungu anasema alimpa Daudi Zaburi, ambayo ni kitabu inaitwa Zaburi. Lakini swali langu ni hili, akasema kuwa mantiki, akatumia yeye lugha mantiki. Haya, soma hiyo ana, ndio ulizo yangu itakuwa pale pale 42:13. Soma hayo mkiarabu tusikilize. Basi akitaja umma na acha Uislamu saa hii mwiyo aya inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, fanya haraka. Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuha. Tulia, banasema dini, abaseme umma, abaseme umma, banasema dini. Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuha. Acha tu, alafu ukamaliza kule mwisho yeye anakuambia wa Isa wa Ibrahimu wa Isa wa Musa wa Muhammad, yani walladhi auhaina ilaik. Hii dini ya Ibrahim, ya Nuh, ya Ibrahimu, ya we Muhammad, ya Isa na Musa ni dini moja. Swali langu hapa kusoma Biblia Imprimato tafsiri Tanzania Zanzibar, Timotheo wa kwanza sura ya 4 aya ya kwanza na maelezo yake, tutenge jibu. Fanya haraka. Inasema basi Roho anena waziwazi ya kwamba ndio nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Naam. Wakisikiliza roho zidanganyazo. Soma maelezo nijenge ulizo. Inasema pia shaitani. Maulizo. Maelezo yake inasemaje? Katika siku za mwisho. Katika siku za mwisho watu wengi watamuasi Kristo. Watamuasi Kristo Bwana Yesu na kujitenga na dini yake. Tulia. Kumbi Biblia inatuambia Kristo Yesu alikuwa na dini yake. Swali langu, hii dini ya Kristo inaitwaje? Jina tu. Jina ya dini ya Kristo inaitwaje? Nabakia na dakika moja. Swali, alafu akasema mambo mingi tutakuwa kuikosoa kwa dakika ya 7. Akasema hivi, akasoma kitabu nusu ya sira Bwana Mtume, nasema hivi kuwa Muislamu wa kwanza ni nani? Mwanamke. Ni uongo. 6:14 Qur'ani inasemaje? 6:14. 6:14. Ni nani inasemaje? Sema Nabii Muhammad. Ndio. Je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi? Yeye hulisha wala halishwi. Sema hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Takbir. Yani Muhammad ndio alikuwa wa kwanza, kwa sababu ndio alikuwa kiongozi. Wa pili sasa ndio mke wake ndio akasilimu. Muhammad ndio alikuwa wa kwanza. Wewe unatuambia bali kuandikia kule na tuko na ndivyo tunakukomprendre wako Mkristo. Ukitaka kujua sira kuja kwangu nikufundishe. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikizani mambo yako yanaendeka sawa sawa. Tulisema nyinyi wasikilizaji mtachambua, mtajua mchanga uko wapi na mchele uko wapi. Ipi utapigia watoto na ipi ambao unaweza ukamwanga. Tutajua huko mbele. Sasa tuna miniti 7 nyuma ndio itakia tufunulia mambo na tutajua je, Ukristo dini ya Mungu? Narudilia swali ambao mwalimu wa Kiislamu ameacha amejenga hapa. Anasema hivi, hii dini ambao Yesu alikuja nayo, kwa sababu wengine wana dini inaitwa dini ya Kikristo, sio dini ambayo Yesu alikuja nayo. Kuna dini ambayo Yesu alikuja nayo, jina ya hiyo dini ndio tunataka tujue leo. Jia ile Yesu alikuja nayo ndio tunataka tujue. Akipinduka tu miniti 7 iko nyuma tutamubabula, tutabaonesha kweli, ataficha. Mwenyekiti mwenza dakika 7, dakika 5 ndugu yetu hapa tupatie majibu kunako maswali ya ndugu yetu Sheikh. Haya, nashukuru sana, maana najua hapa vitu ni barabara, vitu ni safi na vitu kabisa vinaenda sawa. Anauliza tu swali ni ndogo sana, anauliza kwamba mimi sasa nimeanza kuelewa, na kuanza kwangu kuelewa sasa ninachotamani sasa, ninatamani na mimi nijue ni ipi dini ambayo Yesu akawaachia binadamu. Akijua hiyo dini kumbe atavua kanzu. Nami naamini kwamba katika kipindi hiki ikiwa Roho wa Mungu atamzungumzia, kanzu atavua. Aya, nampokeza mwalimu wangu aje amuoneshe ni ipi dini ambayo Yesu amewaachia wafuasi wake. Haya.
Badilisha swali. Asante sana. Swali nimeelewa bwana. Yeye anabadilisha. Sasa mimi nimeelewa. Mimi ninajibu swali. Yeye ndio mwenyekiti anabidi aiseme sawa. Mimi najibu swali, najibu swali ambalo limeulizwa. Nimeuliza kwamba ni dini gani ambayo Yesu aliyokuja nayo, si ndio bwana? Dini ya Yesu. Si ndio swali ile? Si dini, jina ya dini ambayo Yesu aliyokuja nayo. Sasa hii sio swali. Kwanza kabla sijakujibu swali lako, ambalo umeliuliza, hata kama si swali tutakusaidia kwa hilo. Umezungumza na kusema eti hii kitabu sisi tumeiandikia. Jamani. Sasa mbona Waislamu leo watakataa vitabu vyao? Tulisema kwamba Uislamu ni ujanja, na huu ujanja Muhammad ndiye kawaruhusu waseme hivyo. Kwa nini nasema hivi msomaji? Naam. Twende kwenye kitabu hiki. Hii kitabu kinaitwa Mkweli Mwaminifu, kwenye hadithi yake ya 855. Sikiliza, yani uongo huu ambao huyu mwalimu anausema imetokea mbali, haikutoka kwa huyu. Soma hiyo. Inasemaje? Unaweza kutumia uongo. Unaweza tumia uongo kwa kupatanisha watu. Ndio mbilo uongo ambao Bwana ameuleta. Unaweza kutumia uongo. Au katika jambo ambalo linaleta heri kwa nani na manufaa kwa Waislamu. Ndio huo. Yani anataka kutafuta uongo ili ilete manufaa kwa Waislamu. Nani kasema maneno haya? Huyu ni akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio huyo. Yani Muhammad ndiye amewaambia bwana watumie uongo. Kama itabidi wakatae vitabu watavikataa, ili hali watetee dini yao. Acha nikwambie ile dini. Hii dini kabisa ni dini ya Muhammad, ni kopi ya Muhammad. Acheni nayo, muje kwa Yesu. Aya, swali ambalo ameliuliza, anasema Yesu alikuja na dini gani? Yesu hakuja na dini. Yesu yeye mwenyewe ndiye dini. Nipe 14:6 kitabu cha Yohana. Ni Yesu ndiye mwenye dini. Yesu hakuja na dini, hapana. Yeye ndiye mwenye dini. Soma hiyo. 14:6. Ndio maana nikasema kwamba hii haikuwa swali. Uliza swali nao kipawa. Soma hiyo. Inakuja 14:6 baba. Haya. Kitabu ni cha Yohana. Inakuja kwa kasi ikisema hivi. Inasemaje hiyo? 14:6. 14:6 ndio hiyo. Haya, inasema Yesu akamwambia. Yesu akawaambia. Yesu akamwambia. Ndio. Mimi ndio nini? Ndimi njia, kweli na uzima. Na tayari mwalimu wa Kiislamu alisema kwamba njia ndio maana yake dini katika Kiarabu. Kabisa. Yaani Yesu ndiye dini, kweli na nini? Na uzima. Wekata. Haya. Yesu yeye ndiye dini. Sasa atakuja na dini gani? Na hii dini haikukuja na Yesu, ilikuweko hata tangia zamani. Kwa kuwa Yesu mwenyewe ndiye aliyekuwa mwenye hiyo dini, yeye ndiye mwenye nayo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 7 ina maana 7:38. Sikiliza, hii dini iko tokea zamani. Na Yesu mwenyewe ndiye aliyekuwa metre wa hii dini, kwa kuwa yeye ndiye mwenye nayo. Soma hiyo baba. 7:38. Maandiko matakatifu yanakuja ikisema hivi. Inasemaje? 38. Inasema. Naam. Inasema hivi 38 yake. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Unaona? Yeye ndiye aliyekuwa katika hili kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai. Inatosha. Yaani hii dini kweli ambayo ni Yesu. Yesu yeye ameongoza vizazi vyote. Kabisa. Na ndio maana manabii wote walikuwa na roho ya Kristo, walikuwa wa Kristo. Wewe kataa kuwa Mkristo unaenda kuunguzwa. Nimekutolea andiko ya kwamba motoni unaingia. Usipoachana na hii distraction ya makanzu utapotea jamani. Sasa mimi sitaki upotee. Nataka upate uzima wa milele. Na wakati utakapokuja kwa Yesu, Yesu yeye mwenyewe anatuahidi ya kwamba ukija kwake hawezi kukupoteza. Soma kitabu cha Yohana 10:28. Soma hiyo. 10:28. Maandiko matakatifu yanakuja yakisema hivi. Inasemaje hiyo? 28 yake. 10:28 baba. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Inasemaje? Haya. Unafika hapo inasema. Naam.
Nami nawapa uzima wa milele. Unaona, wakati unamwendea Yesu anakupa uzima wa milele. Njoo kwa Yesu. Wala hapotei kamwe. Wala hakuna mtu atakayempokonya katika mkono wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yaani Yesu hawezi kukupoteza. Wewe njoo kwa Yesu mahali ambapo kunakuwa uzima wa milele. Bali katika Uislamu uwe mzuri uwe mbaya ni moto. Na mule moto hayo kukula chipsi ni kuunguzwa. Yaani kile ukijue unaunguzwa na humo hakuna huruma. Asante sana, nashukuru mwenyekiti. Asante sana. Unajua mambo tu ni haraha tu. Niliwaambia kwamba haya mambo ni haraha jamani. Njoo kwa Yesu. Yesu yeye hawezi kukupoteza. Hiyo ndio kweli. Yaani ukimpata wewe unakuwa zaidi ya washindi. Ndio maana mimi nafurahia kuwa Mkristo. Hata ninaona Waislamu wameanza kununa. Kuliko kununa, njoo Yesu awaokoe. Amen. Aya, namkabidhi mshikakiti aweze kumpokeza mwalimu wake, angalie je ana neno la kunena au inakuwa kweli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla sijakumbushia tena mada na mrudilia kwa mwenyekiti. Anasema kuwa sie tumenuna kwa sababu ya hii neno. Mwalimu alisoma andiko inasema kuwa wanamuasi Yesu na dini yake. Hapa kusema Yesu wanamuasi Yesu dini. Hapana. Ni Yesu na dini yake. Maana kuna vitu viwili pale. Kuna Yesu na kuna dini. Sasa sijue kama dini imekuwa tena Yesu nabasha sema vitu ile iko conjonction kama sidanganyika kama wewe nani ina separe atusomaka Kifaransa inaachanisha. Sasa nikizani pale umeelewa. Wasikilizaji wiko nasikia, lakini kwa kutafuta upinde maneno, utafuta kwa kujiwekea paraplu kwenye haiko oro mvule takufika hako tu ni makosa sana. Basi mwalimu wangu nikizani utasoma kwanza ile andiko na wataisikia, njoo wafafanulie vizuri. Pasta anajua kweli lakini ameficha. Mwalimu wangu dakika 7 fafanulia wa maskini wa Mungu wapate kujua kweli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii neno tuitengeneze tuifanyie kwa operation aya 71 ya sura ya 19 Qur'ani. Soma aya haraka aya. Inasema Suratu Maryam. Wala hakuna yoyote katika nyinyi Waislamu sawa ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Unasikia kuna tofauti ya kuingia na kufikia. Je, jamani nilifika kwa hoteli nishaingia? Hapana. Tukufundishe na Kiswahili. Nilifika, kufika na kuingia ni vitu mbili tofauti. Endelea. Ni wajibu kwa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Kisha tutawaokoa wale wacha Mungu na tutawaacha madhalimu humo makafiri. Takbir. Tupatie tafsiri ya ile bana, tuambia ni siratu maana yake nini? Ile kuhudhuria maana yake nini? Siratu inasema siratu asili yake ina maana njia. Pia ina maana daraja ambalo litatandikwa juu ya moto wa jahannam. Unaona siku ya kiyama watu wanafufuka, watu wote wanadamu wote wanafufuka. Alafu Mwenyezi Mungu atatandika kilalo au njia itakaopita juu ya moto wa jahannam. Endelea. Ili watu wote, hapana Waislamu, watu wote wapite juu yake siku ya kiyama. Unasikia ndio tulia tu, ndio maana Qur'ani inatuambia wakati watu wote watapita mwile kilalo, wale madhalimu wote wanatumbukia moto, Mungu anaokoa wacha Mungu. Haya akawaza kama Waislamu wataingia. Ndio maana tunakufundisha. Alafu jambo lingine inanisangaza sana. Akatoa sura ya 7:38 Matendo ya Mitume Luka anaandika kuwa Musa alikuwa na watu kanisani jangwani. Hebu tuulize tu pale kwa Matendo ya Mitume 15:21 watuambie. Matendo ya Mitume ile tusitatumie ingine. Ile tu 15:21 fanya haraka. 15:21 inasemaje? 15:21 nasema kwa maana tangu zamani za kale, tangia zamani kule jangwani, hapana tena tangu zamani jangwani kule, Musa nao watu, Musa iko na watu wake wahubiriao mambo yake, wanaohubiriwa mambo ya Musa katika kila mji. Wapi? Husomwa kila Sabato katika sinagogi. Unasikiliza wewe, unatuambia kwa kanisani. Tuambie maana ya sinagogi hapa. Biblia inatuambia nini sinagogi? Iko tu hapa sinagogi. Biblia tuambie nini maana ya sinagogi. Tuone kule kwenye Musa na mambo yake banakuwaka mkuongea sinagogi maana yake nini? Sinagogi ndio iko hapo. Sinagogi inasema nini? Maana yake nini? Msikiti wa wanani? Wa Wayahudi. Takbir. Kumbi msikiti wa Wayahudi inaitwa nini? Sinagogi. Ndio maana kumbi Musa watu wake wanaongea maneno yake ndani ya nini? Msikiti. Haya tumuuliza sasa Bwana Yesu, ndio swali langu. Dini ya Yesu inaitwaje? Sura ya 4 aya 16 Luka. Sura ya 4 aya 16 Luka. Kanisani wapi? Unipe andiko Yesu alibeba wanafunzi mjengo inaitwa kanisani. Nivoe kanzu sai. Ina 16 Luka inasema. Inasemaje?
Yesu akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa na siku ya Sabato akafanyaje? Akaingia katika sinagogi. Tulia, sinagogi Biblia inatuambia ni nini? Ni msikiti. Sasa hii dini ya watu kuingia misikitini inaitwaje? Uislamu. Ukristo ni dini ya uongo, inatoka ni baada ya Yesu. Tuambie Matendo ya Mitume 11:25. Kisha Barnaba akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli, kumtafuta Paulo. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikao kwa muda wa mwaka mzima akakusanya pamoja na watu sawa na kanisa na kufundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo. Kwa nini? Kwanza hapo Antiokia. Kwa mara ya kwanza unasikiliza, Yesu miaka 14 aishaenda mbinguni. Ndio Paulo na Barnaba wanatoa wanafunzi wao chini, ndio wanaitwa bale. Sasa utuambie walipo haitaka kuwa Wakristo ni wanani? Soma maelezo. Wakristo. Kwanza Wakristo maana yake wafuasi. Wanani? Wakristo. Unasikiliza banaandika Wakristo maana yake wafuasi wa Kristo. Inatokaje? Hilo neno Wakristo ni wafuasi wa Kristo. Ni jina. Ni jina la kupanga tu. Unaona ni jina tu la kupangwa ambao walilotumia. Wanani? Wapagani. Wanani? Wapagani. Wa wapi? Wa Antiokia. Tulia kwanza, kumbe wapagani ndio wanawapangia hawa dini, wanasema kuwa dini yetu nini? Wakristo. Inna lillahi. Maliza maelezo inasemaje? Wapagani hao wapagani walilifahamu neno la kuwaita wafuasi wa Kristo. Walilifahamu neno Kristo kama jina la ukoo. Tulia kidogo, wale wapagani Antiokia ndio walikuwa na wazia neno Kristo ni neno la ukoo. Maana yake Kristo ni mfano wa nandi. Hao wakakuwa na zane wanande ndio Kristo. Maana yake Kristo ni jina la ukoo. Kumbi si hivyo. Jina hilo asili yake ni nini? Yaani mti wa mafuta au nini? Au masia. Takbir. Wapagani ndio hawa wa Kristo. Ndio wanasema kuwa dini yetu nini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niliuliza Biblia inatuambia wakati wa mwisho watu watamwasi Kristo na dini yake. Mimi nikauliza hii dini ya Kristo inaitwaje? Akasema kama Uislamu. Mimi sijui bwana anatoka wapi. Sasa Helene ndio atuambie na ndio maana mimi nasema kila siku angekuwa hapa ningemuoa anakuwa mke wangu wa pili. Unaona sasa kwa sababu alikufa mbele, alinisaidia kazi sana hii ya mijadala alinisaidia. Sema kwanza bibi yangu Helene nitamuoa hata siku ya kiyama. Asiende motoni. Soma hivi. Biblia. Sikiliza kisi wanasema. Biblia inavyosema juu ya kuinuka kwa Uislamu. Takbir. Unasikiliza? Biblia inasema kuinuka sio kuanza. Kuinuka ni kitu ambaye kilikuwa kenye kukunjama. Alafu ndio kinainuka maana kilikuwa kenye kupotea. Soma pale chini wanasemaje? Uislamu. Sikiliza, Uislamu ulianza kwa kulaani ibada zote za masanamu. Asili ya Uislamu ndio maana yake hapa kungekuwa sanamu tu hapa. Ungeniona mimi hapa. Kwa sababu Uislamu na sanamu ni kama vile umbwa na au pusi na panya. Endelea. Na kwa hakika na kwa kweli kuna Mungu mmoja. Imani ya Uislamu ya Mungu mmoja na hakuna stahili kuabudiwa kwa haki ila yeye Mwenyezi Mungu. Takbir. Huu ni Helene katika kitabu ya Adventist inaitwa Danieli na Ufunuo. Helene White ndio bana nukuu maneno yake banaandika huko. Anasema kwa Uislamu Biblia inasema jinsi ya kuinuka kwa hapana kuanza. Unainuka. Muhammad alikuja kuinua. Lakini Uislamu ulikuwa ushafichwamo na nyinyi. Na nabii anajua. Na nabii wenu anajua mke wangu ambaye nitamuoa siku ya kiyama asende peponi. Tuseme inshallah. Ule nitamunusuru nitamuoa siku ya kiyama. Kwa sababu anasema kweli. Mimi niliuliza kama ni kweli Yesu ndio aliacha Ukristo. Inabidi ingewezekanaje wanafunzi wa Paulo na Barnaba baitwa wa Kristo? Tena Biblia inasema kwa mara ya kwanza. Tena wapagani ndio wanakuja kusema hawa tena walikuwa wanajua neno Kristo kwa ni jina la ukoo. Kumbe maana yake cheo, make mti wa mafuta maana yake cheo. Muda inakuisha. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikizani kwa siku ya leo mada yetu inakomea hapa. Nilisema hivi wasikilizaji mtajua je, mchele iko wapi na mchanga iko wapi? Hivi mshajisikilia Ellen White yeye pekee anakubali dini ya Uislamu. Sasa sijui kama kwa upande wa kushoto tena watakuwa na shaka nabii wao mwanamke hao Adventist hao ndugu zetu. Ellen anakubali kama dini ya Uislamu ndio dini ya haki na ndio dini ya kuabudu Mungu mmoja na pale Uislamu iko sawa sawa na huyo Mungu mmoja. Nikizani kutakuwa tena hoja hao ndugu zetu wataleta kama na mada hii kwenye meza. Hakuna tena, yote yameleweka. Hivi tunakomea hapa siku ya leo kwenye mkutano wetu.
Ndugu zangu mliotusikiliza na kutufata, Mwenyezi Mungu awalipe na awajalie nyinyi ambao mjakuwa Waislamu muwe Waislamu wa bora. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.